Alex Diva akoragwo na akoretwo ari mwarimu munene wa thukuru. Ti thukuru cia nakũu nja. Asha ni principal wa thukuru cia njera na ihinda rĩrĩ arũgamĩrĩire njera nene ya arume ya Naivasha. Waigua ni kũrũgamĩrĩra njera ukamenya maũndũ mothe megiĩ arutwo oho take niwe umarũgamĩrĩire. Sasa wakati nilifika hapa nikajiunga na shule. Hapa jela tuna shule. Shule yetu ambayo ina run kuanzia pre-unit mpaka form 4 na tuko na tertiary wing of ya hiyo shule. Sasa nilijoin pale shule nikaendelea kujikaza kwa ile shule mpaka kwa saa hii mimi mwenyewe ndio principal kwa ile shule yetu. Shule hii yetu ya jela imekuwa ikifanya vizuri. Ari na ihinda rĩega rĩa gũkorwo na arutwo magĩthoma kuona ndarĩ na mũthenya wa kuma njera. Ona nguo ahetwo cia mwanya cia kuonania ena ũigĩrĩrĩki mũnene gũkũ njera. Arutwo ake ni mahetũkaga wega igeranio ciao. Kesi ya mada ikikupata kidogo, kama kuna mali unaingilia kidogo, kifungo ni moja tu. Kifungo ni condemn, ni death sentence. Kwa wakati huo kifungo ilikuwa death sentence. Sasa ili niweze kufika live, hii ni ile ya pardon ya president. Kuvaa nguo ya blue jela, hii inaitwa special stage. Special stage inamaanisha kwamba una privileges zingine uko nazo kidogo juu ya wale wengine wenye wamevaa nguo ya zebra. Na ili uweze kupewa tena hii nguo uweze kuvaa ni kwamba at least kuna vile jela imekurecognize kiheshima na kuna kitu umeweza kutenda jela, yenye jela inaona yenyewe kuna contribution yako, kuna vile inaonekana jela, pia vile umeweza kusaidia wale wengine na vile umerelate na wale wengine kiheshima. Sasa inafaa pewe hiyo stage inaitwa special stage. Diva ndari mwarimu hau kabere akĩingĩra njera, no nĩ mũndũ mũthomu ena degree ya kuma University ya Egerton mwena wa Naikuru. Mimi mwenyewe kabla niingie jela nilikuwa nimesoma, nimeenda mpaka chuo kikuu. Nilikuwa pale Njoro campus Egerton University, nilikuwa nimefanya Bachelor of Science in Agricultural Economics. Lakini wakati nilishikwa pia nikaingia jela. Sasa vile niliingia jela 2008 nikakaa jela na siku give up kimaisha. Nikaona maisha bado inaweza kuendelea, naweza anzia hapo na niweze kuendelea na masomo. Bado si kusimamia hapo. Niliweza kujoin University of London. Nikajoin Bachelor of Laws na hiyo program nikafanya mpaka nikamaliza Bachelor of Laws last year 2018 November. Na nikaweza kufaulu sababu nilipata second class upper division. Na tunangojea sasa kwenye graduation this month 31st October. Tunafanya hiyo graduation. Kwa hivyo bado naweza sema maisha inaweza badilika. Hihi mũndũ mũthomu nĩkĩ kĩamũrehire njera? Ndimba arĩ na ũrata na mũirĩtu ũmwe mathomaga nake na ihinda nĩrĩakinyire magĩtua itua rĩa kwenda kuongerera mathomo mao o marĩ hamwe. Githĩ ti moime gũkũ Nairobi merekeire thukuru Njoro Naikuru kũgĩtukĩra njera o rĩrĩ makinya Naikuru na magĩtua itua rĩa gũkombora nyũmba makome marĩ hamwe. Tulikuwa tunasoma pamoja Egerton, tulijoin Egerton mwaka wa 2003. Kwa hivyo wakati ilifika mwezi 2006 tarehe 5 mwezi wa 10 2006 tuliweza kugraduate pale. Tulikuwa tumefanya agricultural economics wote wawili. Sasa 2006 wakati tulitoka pale kila mtu si alienda kivyake. Lakini wakati ilifika sasa 2007 tukafikiria tuweze kurudi pale tuweze kufanya nini? Postgraduate diploma in gender studies. Sasa ndio tukafanya kila kitu tukaweza kufika pale, tukafanya semester ya kwanza. Sasa ya 2007 tukafanya ile semester ya kwanza tukamaliza. Hii semester ya pili ambayo sasa ndio ilikuwa semester ya mwisho sababu ni 1 year. Hiyo semester ndio sasa kulikuwa na post election violence ya hiyo 2007. Sasa ile date ya kuopen shule ilikuwa inaahirishwa. Sasa iliahirishwa mpaka wakati ilifika February 2008. Ndio sasa mimi nikiwa Nairobi, yeye pia alikuwa Nairobi. Sasa ndio tukasema kwa sababu shule itafunguliwa kesho turudi pale pamoja. Sasa hiyo time ndio tulikuwa tunarudi shule ndio tukaweza kukomboa lodging Nakuru.
tukalala pamoja. Kufika asubuhi mimi nikaondoka nikaenda, yeye akabaki pale, tukaagana vizuri. Ndio baada ya siku 3 amepatikana pale kwa ile lodging kama amekufa, hakuwa amemaliza shughuli. Thutha ucio uhoro wacokire kumukinyira ati muiritu ucio murata wake ni akwite na njira irikiriga ari nyumba iria makomborete. Baada ya masaa ama siku kadhaa nikaweza kupokea simu kwamba alikufa, alipatikana kama amekufa pale kwa kile chumba ambacho tulikuwa tumelala. Sasa siwezi sema kwa uhakika kwamba ni nini ilitendekea, sababu nilimwacha akiwa hai, lakini baada ya siku kadhaa nikaambiwa amepatikana kama amekufa pale. Siwezi sema kwa uhakika nini ilifanya akufe, lakini kulingana na daktari, sasa ile report ya postmortem ilisema kwamba alikufa kulingana na kunyongwa as a result of strangulation, naona. Lakini sasa kitu yenye ilinishangaza pale ni kwamba alikufa pale, alipatikana pale kwa lodging amekufa. Na hii lodging mtu amepatikana kama amekufa, anapatikana baada ya 4 days, 5 days, na lodging ile nyumba inaoshwa kila siku, inafanyiwa kila kitu kila siku. Ilikuwa aje akapatikana tu baada ya 4 to 5 days. Alafu baada ya hii 4 to 5 days, the question yenye inabaki pale ni kwamba belonging, vitu zenye alikuwa nazo kama bagi yake, nguo zake, hizo vitu zingine zote zilienda wapi? Nani alizichukua? Kwani zilitoka pale kwa ile nyumba aje? Maswali kama hayo yenye sasa bado hakuna mwenye anaweza kuwa na jibu. Sasa kitu ilifanyika sasa, hata mimi pia nikaweza kushikwa kwa hii nini, kwamba kulikuwa na rafiki yangu mwingine tena tulikuwa tunasoma, na sasa huyu hiyo within hiyo time alipigia huyu simu, alipigia marehemu simu, naona. Sasa namba yake ikapia pale kwa ile simu mara nyingi kwa simu ya huyu. Sasa huyu jamaa aliweza kushikwa kwa vile alikuwa amecommunicate na marehemu, akashikwa. Sasa wakati yeye alishikwa wapi? Alishikwa chuo. Sasa kushikwa, akasema hapana, yeye anajua boyfriend ya nani, ya huyo msichana. Na vile anajua boyfriend yake anaweza sema mali yake. Sasa wakati nilipigiwa simu nikasema hapana, kwa vile mmepiga simu na marehemu amepatikana kama amekufa, fulani amepatikana kama amekufa, inabidi nikuje. Sasa si nikakuja ndio hiyo mpaka sasa saa hii haijaisha. Shira uyu wake aroiga gutire undu angethemire naguo, kuona muiritu ria muthia mari nake, na uguo kioho kia gutura njera niaiganire nakio. Mimi sioni kama kuna mtu alikuwa amenikosea. Sababu gani? Unajua hata ukitenda kitu kikitokea na uweze kwenda kotini na washahidi wasimame pale watoe ushahidi, hakuna mtu utamlaumu sababu haukuwa nao. Wamesema tu, kila mtu ataongea tu kulingana na vile amefikiria ama kulingana na vile ameona. Na mimi hakuna mtu yeyote naweza kumlaumu. Hata wale watu wakina marehemu hakuna mwenye namlaumu. Wale walitoa ushahidi kotini hakuna mwenye namlaumu. Hata wale wa familia yangu hakuna mtu yeyote ambaye namlaumu. Hata nimkikaa jela mpaka saa hii natosheka, naridhika. Lakini kitu ambacho kinabaki kwa roho yangu ni kwamba one day nitafaulu, nitatoka jela, nitakuwa nimesamehewa. Labda nitasamehewa, labda nitapunguziwa kifungo, nitaweza kutoka. Na hata hiyo time nikiweza kutoka, lazima mimi pia nikubali kwamba nilikuwa jela na hayo yote ambayo yalitokea yamepita hivyo. Na kama kuna mtu yote ambaye labda ana feel kwa roho yake kwamba Mike kunikosea, mimi nimewasamehe wote. Hakuna kitu kingine naweza toka nayo jela baada ya hii miaka yote yenye nimekaa jela, ni bado ibakishe kama nimeweka kwa roho yangu kwamba nikisema fulani alinikosea, time ina run na kuna siku utarudi nyuma. Inafaa umove ukienda mbele. Lakini kama bado unataka kubaki tu fulani alinitolea ushahidi, fulani alinikosea 2004, fulani 2008, fulani alinikosea, utabaki hapo, utaishi hapo kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo once umeingia jela, umefungwa, ni ile sheria imekufunga. Na lazima ukubaliane na sheria kwamba kweli ili niweze kufungwa lazima kuna mali nilikuwa nimechangia ama kuna mali nilikosea, sababu sheria pia haitakupata tu bure. Lakini huwa tunaambiwa kwamba hata kama kulitokea hivyo, bado kuna kuaga na koti zingine mbele. Jaribu kwa ile koti ile ya mbele ujieleze kama ni kweli kuna mali kulikuwa na dosari ama kulikuwa na makosa, basi utaweza kuachilia, utafaulu, utarudi nyumbani, sababu kuna kuwa na appeal. Sababu hii ni kesi ya mada, inafanywa high court, bado kuna appeal mbele. Kenya Court of Appeal bado iko hapa mbele.
Muturire wake ni wacokire thutha muno kuona ari na kioneki gya kuruta wira makambuni-ini manene guku bururi-ini. Hope yangu ilikuwa kwamba, sababu nilikuwa nimefanya agricultural economics, hope yangu imekuwa nifanye kazi na cooperative bank. But baadaye nikarudi change mind, nikaona kuna hizi programs za youth, kulikuwa na ile youth and gender hiyo time, hiyo branch ya hiyo ministry, hiyo ndio ilikuwa hope yangu. Hata nikirudi pale kufanya postgraduate diploma in gender studies, hiyo ndio ilikuwa hope yangu. Fanye niweze kufaulu, niingie pale kwa hiyo ministry nifanye kazi pale. Kwa hivyo kama ningefaulu, sababu nafikiri ningekuwa mbali sana, sababu hata nikiangalia wale watu tulisoma nao, wengi wao naona wako mbali sana. Ni ahoyaga urekeri munene kuona ona agituma ndugu na muiritu uyu we ari na mutumia. Okay, familia ya Miriam, najua ulipoteza Miriam, na ni chungu sana kuweza kupoteza mwana, kwa sababu mwana wenu ambaye ni Miriam mlikuwa mnatarajia mazuri sana kutoka kwake wakati angemaliza masomo, lakini kwa kifo ambacho kiliweza kutokea akaweza kuwaaga wakati ambao haukuwa unafaa, na mimi mwenyewe nikaweza kushikwa kama mtu ambaye alikuwa amehusika kwa mauaji ya Miriam. Ndiyo hayo yalitokea, lakini nawaomba muweze kwa roho zenu kabisa muweze kunisamehe kwa haya ambayo yalitokea. Hata kama nilihusika ama sikuhusika, lakini nawaomba muweze kunisamehe kwa roho zenu na haya ambayo yalitokea. Hata nikiweza kutoka jela, msiniwekee chuki kwa roho zenu, mnisamehe kabisa, sababu tulikuwa tunaishi kama marafiki na ninyi wenyewe mlikuwa mnanijua. Hata kama tulikuwa tumepatana, lakini mlikuwa mnanielewa, mlikuwa mnanijua kwa roho zenu, mlikuwa mnajua tulikuwa tunakana Miriam mara nyingi, ilikuwa kama rafiki yangu wa karibu sana. Kwa hivyo nawaomba kabisa muweze kunisamehe kwa haya ambayo yalitokea na muondoe kwa roho zenu. Hata mimi mwenyewe nimeanza kuondoa kila kitu kwa roho yangu na haitawahi kuwa hivyo tena. Ari na kioneki no akauma njera muthenya umwe na oerere muturire wake na uturo wa njera, ona ari na giturwa kia gutuika mwarimu munene. Njera ti kwega. Jela si kuzuri. Jela kuna shida mingi sana. Kuna siku taisema eti jela ni kuzuri, sababu unapitia mambo mengi. Jela kuna stress, unafikiria ile maisha labda ungekuwa unaishi, unafikiria maisha ni unapitia, na hakuna kitu chochote ambacho unaweza sema jela ni kuzuri. Hata kama nimesema kuna masomo nimesomea jela, lakini si kuzuri. Hakuna mwenye anaweza tamani kuja jela. Hata mimi naweza advise mtu kwamba ukiona mtoto wako anataka kwenda jela, ama uone kitu ambacho mtoto anaweza taka kufanya inaweza mpeleka jela, usimtakie afike jela. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya Njera-ini Citu.